Haleluya. Ninakusalimu katika jina la ajabu la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku njema tena ba Mungu ameifanya, na kusitungane tena katika channel yetu ya The Divine Bread kwa ajili ya kushiriki na kusikiliza la Mungu la uzima siku leo. Hivyo kabla siendelea, kama ilivyo kawaida yetu, naomba inua mkono wako pale ulipo kwa imani kabisa, nifuatishe maneno haya. Sema, lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Mimi ninayemjua Mungu wangu nitakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Mimi ninayemjua Mungu wangu nitakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Amen. Haleluya. Leo nahubiri juu ya kuwa na utele katika maisha yetu, au kufikia utele au kuwa na utele katika maisha yetu. Yohana 12 kuanzia mstari ule wa 20. Neno la Mungu linasema, palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamwomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumwona Yesu. Filipo akaenda akamwambia Andrea. Kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Mstari wa 23, na Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Amini, amini, mstari wa 24, amini, amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika ardhi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali kifa hutoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mstari 26, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Mstari 27, sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii, lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyoifikia saa hii. 28, Baba, ulitukuze jina lako. Basi aikaja sauti kutoka mbinguni, nimelitukuza nami nitaitukuza tena. Amen. Kwa leo nafundisha juu ya kuwa na utele katika maisha yetu, au kuwa na mazao mengi katika maisha yetu. Najua wote tunajua kwamba Kristo alikuja hapa duniani kuokoa watu, na alipokuja hapa duniani kuokoa watu alichagua wanafunzi 12 hatimaye ili aweze kufikia ulimwengu wote. Na ndio maana naposoma katika ile Mathayo 28 kuanzia mstari wa 16 pale nakumbana na agizo kula Bwana. Anawaagiza waende hubiri Injili, au kafanye watu wote kuwa wanafunzi wake, waende ulimwenguni kote na kufanya tukuwa wanafunzi wake. Na naamini bado anatamani kwamba
bado matunda yawepo, yaendelee. Ile kazi yake anataka iendelee. Kwa leo nakufundisha na tutakumbushana bali ya kuwa na utele au kuwa na mazao mengi katika maisha yetu. Hii nikimaanisha katika maeneo mbalimbali. Mungu hajakusudia tuwe na uhaba, tuwe na uchache katika mambo tuyafanyayo, katika mambo ambayo tunafanya hapa duniani. Eneo lote la maisha yako mpendwa, naomba uelewe, nikukumbushe. Mungu anataka uwe na utele. Haleluya, anataka uwe na utele katika mambo yako. Ufanikiwe, yani uwe na mafanikio makubwa katika maisha yako, katika shughuli zako, katika biashara zako, katika mambo ambayo unayafanya. Huo ndio mpango wa Mungu wetu. Na anaamuru tukasema tunda mengi. Hata mnafikiri unajua katika ile Yohana 15:16 Yesu anasema sio mimi au sio sisi tuliomchagua, ila ni yeye aliyetuchagua na akatuweka ili twende tukazae matunda. Yani si tunda, matunda mengi. Tukazae matunda mengi. Kwa hiyo Mungu, nataka nikwambie, ametukusudia ili hatimaye tuweze kuwa na utele katika kila eneo la maisha yetu. Napoongea na wewe, hebu angalia katika maisha yako, kuna utele au kuna uchache sana, au kuna uhaba katika mambo unayofanya. Iwe eneo la biashara, unaona mafanikio vipi? Iwe eneo la huduma, unaonaje mpendwa? Kuna maeneo kabisa ambapo Mungu kabisa anataka tuwe na utele. Na nikikurudisha ili wewe uweze kufikia kuwa na mazao mengi au na utele katika mambo yafanyayo katika maisha yako hapa duniani, naomba nikukumbushe mambo machache yafuatayo. Jambo la kwanza, jielewe wewe ni nani. Elewa ule uwezo ulioko ndani mwako. Yule Mungu aliyetumba, ukisoma katika Mwanzo mlango wa kwanza pale, kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza, ule mstari wa 27. Hebu tuende pale Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 27, anasema hivi. Huyu ni Mungu mwenyewe. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Ona hiyo neno hapo. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa Mungu anawaambia, zaeni mkaongezeke. Kwa unajua mmoja amezungumzia kwa habari ya kuzaa, kwa uzao watu, kuzaa watoto. Najua pia ni ongezeko. Kuzaa watoto ni ongezeko. Lakini pia ninaamini katika kila tutendalo kuna uwezo wa kiungu ndani yetu wa ongezeko. Katika kila jambo ambalo nalifanya iko nguvu ya maongezeko. Kuna nguvu ya ubunifu ndani mwako ambayo Mungu ameweka. Ndio maana unapoanzisha jambo unatamani likue. Unatamani uzalishe zaidi. Wewe ni mfanya biashara, unatamani kwamba hiyo biashara yako iongezeke. Kila mmoja unaolifanya unatamani liongezeke. Kwa nini? Kwa sababu ndani yetu kuna uwezo wa kuongezeka. Haleluya. Kwa azungumzii kuongezeka kwa habari ya kuzaa watoto tu. Najua kama kuzaa watoto uzao ni sawa, lakini ndani yako mpendwa kuna uwezo mwingine wa mambo unayofanya yaongezeke. Uongeze zaidi, uwe na mazao tele, uwe na mazao mengi. Ndio Mungu ambaye anatamani katika maisha yetu. Iwe ni biashara uongezeke. Haleluya. Iwe ni jambo unalofanya unatamani liongezeke. Kama ulikuwa na moyo unataka viongezeke, ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Kwa hiyo leo nazungumza juu ya haleluya, kuwa na utele katika maisha yetu yote. Kuwa na utele katika maeneo yetu yote ya maisha yetu. Mungu anataka tuwe na utele, tusiwe na uchache, ili hatimaye tuwe baraka kwa mtu mwingine. Haleluya. Kwa hiyo
Jambo la kwanza, ili ufikie utele, jielewe ni nani. Elewa ile potential iliyoko ndani mwako. Elewa umeumbwa na uwezo wa maongezeko katika kila jambo lifanyalo. Mungu ameweka utashi wa maongezeko. Mungu ameweka fikra, Mungu ameweka akili, Mungu ameweka potential ndani yako ya maongezeko katika kila jambo unalofanya. Huo ndio mpango wa Mungu, naomba uelewe namna hiyo. Na jambo lingine la ajabu sana ambalo tunalihitaji ili tuweze kufika katika maongezeko ambayo Mungu anataka tuyafikie, tunalohitaji lingine ni kufa au kifo. Unahitaji kifo. Yesu anazungumza katika ule mstari 24 pale tuliposoma ile Yohana 12 mstari 24 pale napata pale. Maana nafundisha leo, unahitaji kufa uweze kufikia mazao mengi. Unahitaji kufa mpendwa. Ile 12:24 Yesu anasema hivi, anasema hivi, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa utoa mazao mengi. Kompena bozungumza kwamba hatua nyingine ili wewe uweze kufikia kwenye mazao mengi, ufikie katika utele, katika eneo au maeneo mbalimbali ya maisha yako, unahitaji kifo. Kifo kitokee. Unaambia Bishop, una maana gani? Na maana hivi, kuna mambo mengine inabidi kabisa tukubali badiliko. Kama badiliko litatokea, unashangaa unabaki vile vile. Kuna mambo mengine kabisa unahitaji mpendwa tubadilike. Kwa hiyo badiliko nalilinganisha na kifo. Haleluya. Kuna badiliko lingine mama juu yako inabidi itokee. Otherwise unabaki yule yule. Kuna badiliko lingine mpendwa baba, mama, kijana, siko tabia zingine inabidi zife. Tabia zingine zimekuwa kizuizi kabisa cha wewe au mimi kupenya na kwenda kwenye mafanikio makubwa katika maisha yetu. Nashangaa na tabia ambayo unaishikilia imeshika maisha yako, hata hakuna kusogea. Hakuna badiliko la maendeleo. Na siku moja nimefundisha habari ya kunolewa. Kwa inabidi unolewe upya, hatimaye uweze kuwa panga lenye makali. Kwa narudia, Yesu anasema mbegu ikibaki vile vile isipokufa, haiwezi kaongezeka. Nami nakuambia mpendwa, ziko tabia zingine lile badiliko au kifo kitokee kwenye tabia fulani ili hatimaye wewe uweze kupenya. Uweze kupenya. Uweze kuona mabadiliko yakitokea katika maisha yako, katika eneo la uchumi, katika huduma. Kuna tabia zingine zinabidi zife, hatimaye zikifa mpendwa unasikia penyo linatokea. Bila hivyo unabaki vile vile. Kwa Yesu anasema mbegu isipokufa, mbegu isipooza na ikaoza na ikaota upya, inabaki ile ile. Lakini ukichukua mbegu ukaipanda kwenye udongo ikafa, unachanga mahindi, unachipua, unazaa mahindi mengi. Kwa hiyo hata sisi ziko tabia inabidi zife ili hatimaye tuweze kuzaa mazao mengi katika maisha yetu. Ziko tabia ulizo nazo inabidi zibadilike, na sivyo unabaki vile vile. Hakuna maongezeko. Unabaki yule yule. Kubali tabia zingine zife. Kwa mfano mwingine shangaa, unapenda kulala sana. Badilika. Amuka mapema. Ziko tabia zingine bila ziache. Pendwa, ziache tabia zingine hizo, unazijua wewe zinakuvuta nyuma. Baada ya kuendelea mbele zinakuvuta nyuma. Ziko tabia zife ndani yetu, zinafuatilia maisha yetu, nabaki wale wale.
Wewe umekuwa tabia ya kukopa kila siku. Kila siku kukopa. Hapana. Badilika mpendwa, hiyo tabia ife ili uzae mpendwa, uzae. Ushangaa, yani mdanganyifu, uongo, tapeli ndio unaangamiza maisha yako. Hakuna mafanikio. Kuna vingine bidi vife uviachie, hatimaye mpendwa, ili uweze kuzaa mazao tele, ili uweze kuinuka, ili uweze kubadilika. Iko gharama. Kubali kufa. Kubali tabia zingine zife. Kubali badiliko kubwa litokee ndani yako. Ubadilike mpendwa, kufa. Ziko tabia zife, hatimaye uweze kufikia kuweza kuwa na utele katika maisha mbalimbali. Unashangaa hata una mpango wa kuwekeza chote katika maisha yako, unapotea, hautaona mabadiliko. Pendo, hautaona mabadiliko. Labda kuna mahali pengine ambapo inabidi ujifunze, uende shule. Nenda shule. Najua iko gharama, lakini mpendwa, nikwambie hiyo badiliko lako litakusaidia. Yesu Kristo mwenyewe alikubali kufa pale msalabani. Ninahubiri leo, niko hapa mbali sana na Jerusalem, Israel, lakini injili imefika. Kwa nini? Yuko Kristo alikufa pale msalabani na akafufuka kutoka kwa wafu, yuko hai, na injili inahubiriwa mpaka leo. Nami nakwambia leo, yako mambo mengine inabidi ufe au tufe hatimaye ituweze kutokea mazao makubwa, itokee badiliko. Amen. Kwa kubali mpendwa, itokee badiliko katika maisha yako. Bali kitokee kifo katika maeneo fulani, katika tabia fulani. Siku tabia zingine unazishikilia, zinakuangamiza, zinakufilisi, zinakurudisha nyuma. Okay, haisikana hata kuna urafiki mwingine inabidi ufe. Sio kila rafiki wa kwenda naye mwenye shangana kupoteza. Huo urafiki ufe. Hatimaye ukapata rafiki mzuri mwema ambaye utafikia hatima nzuri katika maisha yako. Haleluya. Wewe unasikiliza, unajua tabia gani inaangamiza maisha yako, inaangamiza, unapiga maktem, hakuna kusonga mbele. Uko pale pale unapiga maktem, hakuna kwenda mbele, unapiga maktem. Bwana ananena na wewe leo, hiyo tabia ife ili hatimaye uzae, yatokee mazao mengi katika maisha yako. La sivyo utabaki yule. Maisha yako tabaki yale. Lakini Mungu anataka tuweze kuzaa mazao mengi. Haleluya. Na nataka kukwambia, ukibadi mnayo utaona badiliko kubwa katika maisha yako. Si tabia zinazotawala maisha yako na kutawala wewe. Sife. Ni maasira mpaka umepoteza marafiki wazuri. Hiyo tabia ife. Ine muongo. Tabia za uongo za kimwili zife. Zife mpendo, udanganyifu, hila, tamaa, zife. Kubali mpendwa, ninaona Mungu anataka uwe na mazao mengi. Na muamini Bwana aliyetuleta, iko potential ndani yetu ambayo kabisa tukubali badiliko kabisa mpendwa. Yako mazao makubwa yatatokea katika maisha yako. Kuna upenyo wa ajabu utatokea katika maisha yako. Kuna ushindi wa ajabu ambao utatokea katika maisha yako kama utakubali. Na Mungu ni mwaminifu na atendea watu wake. Kubali kufa, hatimaye tokea badiliko kubwa. Yesu anatufundisha leo kwamba tukubali kufa, hatimaye badiliko kubwa itokee. Kama mwingine anakuambia kwamba ukitaka mazao mengi, hebu mpendwa, panga upya maisha yako. Panga upya maisha yako. Panga upya maisha yako, yapange upya. Unajua kitu fulani shangaa, ukisoma 25 hapa, Yohana 12:25 anasema hivi: yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Unashangaa, hebu panga mambo yako upya. Panga mambo yako upya mpendo, utafanikiwa. Angalia maisha yako umewekeza wapi. Kama unapenda nafsi yako, unasema unapenda nafsi yako, unapenda mambo tu ya dunia, unapenda hapa dunia, unaangamiza. Hebu badilisha mpendwa. Kama unataka mazao mengi, hebu badilisha mtazamo wako.
Mweke Mungu namba moja. Usiweke tu mambo yako binafsi peke yako. Mpendwa, haitakusaidia. Hautaona baraka za upenyo katika maisha yako. Sasa siri ya upenyo kutoka kwa Mungu wetu mwenyewe. Kubadilisha hata msemo wako. Panga upya maisha yako. Weke vitu katika utaratibu mzuri. Mpe Mungu nafasi ya kwanza. Utamuona Bwana katika maisha yako, utafanikiwa. Katika Mithali 1:7 inasema hivi. Mithali, kitabu cha Mithali 1:7 pale. Anasema hivi. Mithali 1:7, neno la Mungu linatuambia hivi. Yes, hallelujah. Amen. Mithali 1:7 neno linasema hivi. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Unashangaa, nimesema panga mambo yako vizuri ili uone utele katika maisha yako. Mche Mungu. Mche Mungu, weka mambo ya Mungu kwanza mbele. Utaona mambo, utafanikiwa. Utaona upenyo, utaona ushindi, utakuwa na utele. Nami naamini kabisa utakuwa na utele kama utaweka mambo yako vizuri. Apangilie mambo, mpangilio wako ukoje? Mweke Mungu mbele, mweke namba moja Mungu, mtangulize Mungu. Utaona utele katika maisha yako, maana ule uwezesho wa kufanya ustawi unatoka kwa Bwana. Ule uwezesho wa kufanya ufanikiwe unatoka kwa Bwana. Mafanikio na njia za mafanikio za neema na nguvu na upako unatoka kwa Bwana. Kwa kubali, weka mambo yako vizuri, yapange vizuri. Utaona ushindi wa Mungu katika maisha yako. Jambo lingine, hebu jitoe kikamilifu kwa Mungu, jitoe kikamilifu kabisa kwa Bwana. Ukisoma mstari 26 pale katika Yohana 12, kwa mstari 26 pale, jitoe kikamilifu, sio nusu nusu. Jitoe kikamilifu kwa Bwana, utamuona Bwana, utaona utele katika maisha yako. Ya mstari 26 ile Yohana 12 anasema hivi. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakuwapo. Tena mtu akinitumikia na baba atamheshimu. Kwa pona ni kwamba jitoe 100% kwa Bwana, utamuona Bwana. Mungu anapoachilia heshima, ninaamini hata maisha yako yanabadilika. Haleluya. Ukiheshimiwa na Bwana mpendwa, mambo yako yanabadilika. Kutakuwa na utele, kutakuwa na neema Mungu, kutakuwa na upenyo, kutakuwa na ushindi. Watu wengi ambao walitembea na Bwana katika Biblia hii, yani Bwana alibarikia maisha yao. Mungu alionekana juu yao. Zungumza kina Yakobo, zungumza Ibrahim, zungumza watu wa Mungu hao, walitembea na Bwana na Bwana alionekana juu yao. Kwa badilisha ule mtazamo wako, hebu jitoe 100% kwa Bwana, utamuona Bwana. Mungu ndiye ambaye anafanikisha. Najua tuna wasomaji wa Biblia, mnajua ile Kumbukumbu la 3:28. Mstari kwanza na wa pili pale. Anasema anasema tukifuata maagizo yake anayotuagiza, anasema hizi baraka zote zitakujilia. Amezungumza kubarikiwa mashambani, kubarikiwa maofisini, biashara, vitu mbalimbali, familia, watoto, mifugo, shughuli zetu za kiuchumi zinabarikiwa. Kwa tatu, ili tuwe na utele, tuwe na mazao mengi kabisa. Mpendwa, hebu jitoe 100% kwa Bwana. Bwana ataonekana juu yetu. Atazuia hata wale waharibifu. Nimegundua ile jambo kabisa, Mungu ni mwaminifu. Unapojitoa kidogo kwa Mungu, Mungu ataonekana kidogo kwako. Jitoa 100%, utamuona Bwana. Kujitoa kwa Bwana hakuna hasara, ni mibaraka. Haleluya. Ni mibaraka kabisa. Kwa narudia, chembe isipokufa inabaki ile ile, lakini ikifa inaleta mazao mengi. Nami nakwambia leo mpendwa, ndani yako na utele. Hebu jitoa 100% kwa Mungu, utamuona Bwana. Utamuona baraka zako. Haleluya. Utamuona Mungu anainua nyinyi wakulima, anainua mashamba yenu. Mifugo yenu barikiwa na Bwana. Biashara zibarikiwa na Bwana. Unakuwa na afya, unazunguka na uwepo wa Bwana. Utukufu Mungu unakuwa juu yako. Hautapungukiwa. Maana Bwana atakuheshimu
Mungu atakuheshimu, Kristo atakuheshimu, mbingu itakuheshimu, itaachilia na baraka kwa ajili yako. Hebu mpendwa, nisikilize, ili uwe na utele, uwe na mazao mengi katika kile eneo la maisha yako, ili ufanikiwe katika jambo unalofanya. Hebu mpendwa, jitoe hapo, nyingine jitoe 100% kwa Bwana. Utamwona Mungu katika maisha yako. Na Mungu ana baraka nyingi sana kwa ajili ya watu wake. Kwa jipange sawa sawa. Jiweke sawa sawa, Mungu ni mwaminifu. Atakuinua. Haleluya. Tunajua katika pia ile Mathayo 6 pale 23. Anazungumza Mathayo 6:23. Ni Yesu mwenyewe anazungumza, anasema kwamba bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Haleluya. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa kuna utele katika Bwana. Mungu atuazima machache. Anataka tuwe na mazao mengi, tuwe na utele katika kila eneo. Ni mpango wa Bwana kutufanikisha. Ni adui tu ambaye anapenda tuwe na uhaba, tuwe na uchache, lakini mbingu inatuazia utele, inatuazia mazao mengi, inatuazia baraka. Ndivyo Mungu anavyotuazia. Sasa mpendwa, jitoa 100% kwa Bwana, utamwona Bwana. Utaona utele katika maisha yako. Nimezungumza jambo hili, narudia. Kuna mambo mengine inabidi yafe, hatimaye upate upenyo. Kuna mambo mengine kabisa inabidi ufe mpendwa, ufe. Ukubali badiliko kubwa katika maisha yako. Ulipe gharama. Kubali, acha tabia fulani, acha mpendwa, badilika. Utaona upenyo wa Mungu na utele kutokea katika maisha yako. Tumejikwamisha kwa sababu tuko tayari kwa badiliko. Kaa tayari kwa badiliko. Utamwona Bwana, utaona utele katika maisha yako. Mungu anataka tuwe na utele, tuwe na mazao mengi katika kile eneo la maisha yetu ili alivyotumba. Nataka nikuombee. Baba Mungu, nakushukuru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaomba kama ulivyotumba ili tuwe na utele katika kile eneo la maisha yetu, mfalme mbinguni. Namuombea kila mmoja ambaye amesikia neno hili Bwana, asemezane naye, kampe neema, kamfufue, kamuongezee upako na upenyo katika kile eneo la maisha yake, akaona utena potina kusikia neno lako, mfalme mbinguni. Watu wako na wakabidhi mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.